Watu wengi wanaachana sio kwa sababu mapenzi yamekwisha, bali kwa sababu mahusiano yameharibika na hawajui namna ya kuyarekebisha. Leo tutajifunza dalili zinazoonyesha kuwa mahusiano yako hayapaswi kufika mwisho, bali yanapaswa kufanyiwa reset au marekebisho. Kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe, washa alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata video nyingine itakayokuja baada ya hapa. Dalili ya kwanza, mapenzi bado yapo. Bado mnapendana kila mmoja, lakini mmechoka. Mapenzi bado yapo ndani yenu, bado kuna hisia za kweli, lakini moyo umechoka kubeba mambo yale yale kila siku. Mnachoka sio kwa sababu hamjali, bali kwa sababu mnajitahidi sana bila kuona mabadiliko yoyote. Kila siku ni kama vita ya kimya kimya, na polepole uchovu unazidi hata nguvu ya kupenda. Dalili ya pili, sio kuchoka kwa sababu ya kukosa mapenzi, bali kwa sababu ya jinsi mambo yanavyokwenda. Sio kwamba hisia zimepotea au zimekufa, ni kwamba mazingira yamekuwa magumu kuliko mapenzi yenyewe. Mnajikuta mkiumizwa na vitu ambavyo havipaswi kuwa vikubwa. Tabia zimebadilika bila ninyi kutambua, na kila siku mnajenga ukuta mdogo kati yenu. Dalili ya tatu, mambo madogo yanageuka kuwa mabishano makubwa. Kitu kidogo kinakuwa sababu ya ugomvi mkubwa. Sauti zinapanda haraka kuliko ilivyokuwa zamani. Hakuna anayesikiliza kwa utulivu tena. Mambo madogo yanakuwa trigger ya hisia kubwa zilizofichwa, na mwisho wa siku wote mnajikuta mmeumia zaidi. Dalili ya nne, sio kwa sababu ni mambo makubwa, bali kwa sababu tayari mmeelemewa. Kila mmoja ana mzigo wake ndani ya moyo. Stress na pressure za maisha zinaingia kwenye mahusiano. Mnapoteza uvumilivu na kuelewana, na badala ya kusaidiana mnajikuta mkiumizana. Mahusiano yanakuwa mazito kuliko furaha. Dalili ya tano, mawasiliano si mabaya, yamepotea tu. Sio kwamba hamzungumzi kabisa, ni kwamba hamzungumzi kwa kuelewana. Maneno yapo, lakini maana inapotea njiani. Mnapishana badala ya kukutana katikati, na polepole mawasiliano yanapoteza uhai wake. Dalili ya sita, mnazungumza lakini hamuelewani tena. Unaweza kusema kitu kwa nia nzuri tu, lakini kinaeleweka vibaya. Majibu yanakuwa ya kujilinda, sio kuelewa. Kila mtu anasikiliza kujibu, sio kuelewa. Mazungumzo yanapoteza maana yake. Mnaongea sana, lakini hakuna kinachofika moyoni. Dalili ya saba, kuna umbali lakini hakuna chuki ya kweli. Hamchukiani, lakini pia hamko karibu tena. Kuna nafasi kati yenu ambayo haijazibwa. Mnapita siku bila kugusana kihisia. Ukimya unachukua nafasi ya mapenzi, lakini ndani bado kuna kitu kinashikilia. Dalili ya nane, kuna ukimya, msongo wa mawazo na hisia ambazo hakuna anayezielezea vizuri. Maneno mengi yanabaki moyoni. Unaogopa kueleweka vibaya au kuanzisha ugomvi, hivyo unaamua kunyamaza, lakini ukimya huo unaumiza zaidi, na hisia zinajaa mpaka zinakuwa mzigo mzito. Dalili ya tisa, unakumbuka jinsi mambo yalivyokuwa zamani. Sio kwa sababu yalikuwa perfect, bali kwa sababu mlijitahidi zaidi. Unarudi kwenye kumbukumbu zilizokuwa na furaha, kipindi ambacho kila kitu kilikuwa rahisi na chepesi. Mlikuwa na changamoto pia, lakini mlizishughulikia. Mliweka juhudi bila kulazimishwa, na hilo ndilo lilifanya mahusiano yawe na nguvu. Dalili ya 10, bado mpo, bado mnajaribu, lakini ni kama mnajaribu kwa njia isiyo sahihi. Hakuna aliyekata tamaa kabisa, bado kuna jitihada, hata kama ni ndogo, lakini matokeo hayabadiliki. Mnarudia makosa yale yale, na kila siku inakuwa tu ni kama jana. Dalili ya 11, tatizo sio mapenzi kila wakati. Wakati mwingine ni muda, tabia, ego na majeraha ambayo hayajapona. Watu wengi hudhani mapenzi yameisha, lakini mara nyingi ni matendo ya ndani yanayoharibu. Ego inazuia kusema samahani. Maumivu ya zamani yanaathiri sasa, na hayo yote yanafunika mapenzi yaliyopo. Kuachana hakutengenezi kile ambacho kimeharibika au kile ambacho hamjaelewa. Kuondoka hakumaanishi tatizo limekwisha. Kile kilichovunjika kinaweza kukufuata bila kuelewa. Utarudia makosa yale yale na utaanza mzunguko mpya na maumivu yale yale. Hapo ndipo watu wanajikuta wanarudia historia. Unaweza kubeba matatizo yale yale na kuingiza kwa mtu mwingine bila kuyatatua. Yanabaki ndani yako, yanakuwa sehemu ya jinsi unavyopenda. Mtu mpya anabeba mzigo ambao sio wake. Mahusiano mapya yanaanza kwa uzito, na mwisho wake matokeo yanakuwa yale yale. Baadhi ya mahusiano hayahitaji mwisho, yanahitaji ukweli, juhudi na mwanzo mpya.
Sio kila kitu kinapaswa kuisha, baadhi vinahitaji kurekebishwa tu. Kusema ukweli bila kuficha, kuweka juhudi za kweli na kuanza tena kwa uelewa mpya. Kama mahusiano yako yanakuchanganya sasa hivi, kuna haja ya kuyatatua peke yako. Ni kawaida kuhisi hivyo. Confusion ni sehemu ya mchakato. Usikimbilie kufanya maamuzi ya haraka. Kuna nguvu katika kuzungumza na kuna njia ya kupata mwanga tena. Tafuta mtu ambaye unamwamini, mweleze kila ambacho kinakusumbua. Usikae na maumivu moyoni. Asante kwa kunisikiliza, tukutane tena kwenye video itakayofuata.